Bwana, nimesikia hapa kwenu na chakula kizuri sana. Ni chakula chenu ni kitamu, kimeiva, hamja kiongoza, kina virutubisho vyote. Ndio maana nimekuja jamaa. Sio kusikia tu, leo utajionea wewe mwenyewe ili ukawaambie na wengine wasikie warudi tena. Vyakula vya hapa ni vitamu. Sijawahi kula kabisa jamaa. Ila bwana juzi kata hapa nasikia kuna mtu alizimia hapa kwenu, mkampa maji tu. Vyakula vya hapa ni bora kabisa, tunapika vizuri. Na huyo uliosema alipewa maji ilikuwa lini? Maana mimi sina taarifa naye kama kuna mtu alikuja akazimia hapa kwetu. Kiukweli nisiwe muongo, simjui huyo. Bwana, kwa story hizo zisikia huko bwana, haukuwa wewe. Alikuwa kuna bibia hapa, ndio huyo ambaye ulimpa maji. Kwani hapa simpo mnafanya kazi wawili? Wewe ukuwepo kabisa hiyo siku. Mimi ndio nilikuwepo hiyo siku ambayo yule mkaka alizimia, ila nilimpa maji kama huduma ya kwanza na kisha akaamka vizuri na kuondoka zake. Bibia, si ulikuwepo wewe mwenyewe, bora hata umenisaidia. Maana hapa tunaongea nilikuwa sija kuona bwana. Habari yako? Habari yangu ni nzuri kabisa. Sijui wewe hapo habari yako. Mimi ni salama kabisa. Ndio maana hadi nimeamua nije hapa kura. Mimi ni mzima bwana. Ni jambo zuri kama wewe ni mzima. Karibu sana hapa kwetu ili upate huduma bora, nzuri na salama kabisa. Na imani yangu kubwa ni kwamba utafurahia vizuri huduma zetu. Kwani hiyo siku anaosema kuna mtu alizimia mkampa maji ulikuwepo? Ndiyo, mimi binafsi nilikuwepo hiyo siku. Ilikuwaje mpaka mtu akaja akazimia hapa sehemu ya biashara na watu wengine walikuwepo na wakaona kabisa? Yaani ilikuwaje kwaje hapo? Alikuja hapa ghafla akazimia tu. Mimi ikabidi nisaidiane na wateja kumpatia huduma ya kwanza. Hapo tulimpepea na kumpa maji, yeye akaamka na kuondoka zake. Sasa nia, mtu alikuja akazimia hapa, mkaamua mumpe maji. Kwani hakukuwa na kitu chengine cha kumpa? Mkojua kama ile ilikuwa ni njaa? Hapana, alipewa maji kama huduma ya kwanza ili aamke. Ndio maana baada ya kupewa maji aliamka na kujitambua akaondoka zake. Bwana, sasa kwa nini mlimpa maji? Kwani mikate ilikuwa imeisha? Ngepata tu mandazi kidogo hapo, mandazi angekula angeshiba kabisa. Hapana, maji ndio alikuwa anahitajika kwa sababu mtu akizimia anakuwa ajitambui. Kwa alipewa maji ili ajitambue. Sasa utampaje mtu chakula akiwa amezimia? Ni sawa sana wewe ukiwa usingizini, unaweza ukala chakula ukiwa usingizini? Bwana, chakula usingizini? Chakula ni chakula jamaa. Mimi hata niwe nimezimia, ukininosesha tu kwa ubwabwa ka chakula kidogo, mimi naamka, lazima nile jamaa. Basi sawa, inatosha sasa. Naomba msibishane, mteja wangu, naomba unipe oda yako ili nikupatie huduma nzuri na salama. Basi sawa bibi. Mimi bwana nilikuwa nimejiletea zangu hapo kambuzi kangu, nimeshawakabidhi. Wamesema wananichinjia, ndo nataka hapa niweke kaoda kangu kwenye huko kambuzi nikare. Kumbe ule mbuzi mzima alioletwa ni mbuzi wako wewe mwenyewe? Basi sawa, kama ndo yule nimeacha kule anachinjwa. Bwana, yaani huyo sio kumchinja tu. Mimi nataka hapa yani mnipeke vizuri. Kwanza niweze kumnywa supu. Hapo nisikose nyama ya kukaanga. Sio nyama ya kukaanga tu, na ile ya kuchoma mnamweka. Si unaelewa tena? Sawa, haina shida. Tulishakwambia toka mwanzo huduma zetu hapa ni nzuri. Kwa huyo mbuzi wako tutamkea vizuri na utakula utashiba. Yaani tutamtunza, tunampika vizuri, wewe mwenyewe hautaamini na utaenjoy, utaenda kuwasimulia wengine. Sasa bwana, nina tu maagizo twingine, yani nina maagizo kwenye huyo mbuzi wangu hapa. Naomba ya maagizo myafuate kwa makini. Mteja ni mfalme. Wewe leta maagizo yako, tunakusikiliza na naahidi tutayafuata kwa umakini wa hali ya juu. Sasa bwana, yani kwenye hizo nyama zote si mnaniletea nazira. Nilikuwa napendekeza na
ako kangozi kake mkahifadhi bwana, nitatengenezea ngoma. Halafu zile kwato zake mtanipa bwana, nitaenda kuziuza kura sehemu za kuziuza. Kichwa chake hicho mnipe nikauzewa uza supu, yani hakikisha huyo mbuzi anaisha. Basi sawa, si kila kitu tutakupa. Kila kitu unachohitaji tutakupatia kama ulivyotaka, haina shida. Lakini jamaa, na kukumbusha tena, huyu mbuzi natakuwa ni mmalize yote. Yani vyote vitu vyake ni vimalize, kisibaki hata kitu kimoja hapa huyu jamaa. Kama ulivyosema, hamna kitu ambacho kitabaki, tutakupatia kila kitu kutoka kwenye mbuzi wako. Alafu kwa kitu kimoja umekisahau. Unaonaje ule mlio wa mbuzi tuchukue, tukuwekee wewe mwito wa simu, wenyewe mnasema ringtone, uondoke na kila kitu chako.